Bwana Yesu Kristo asifiwe. Wapendwa katika Kristo, na usalimu katika jina tukufu la Yesu Kristo. Kwa muda kama na huu tutajifunza maneno ya Mungu kwa pamoja, na somo letu linasema hekima ya Mungu kwa watu wake. Yaani nina somo ambalo linasema, kichwa cha somo kinasema hekima ya Mungu kwa watu wake. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura 12 mstari wa 11. Biblia inasema hivi: nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Wapendwa katika Kristo, hapa kuna mambo matatu makubwa ambayo inahitaji kuzingatiwa kwa umakini. Wapendwa katika Kristo, kwanza kuko kushinda kwa damu ya mwana kondoo, alafu cha pili Biblia inasema kwa maneno ya ushuhuda wao, alafu ya tatu Biblia inasema ya kwamba hawakuyapenda maisha yao hata kufa. Mpendwa katika Kristo, jambo la kwanza ambalo unalopashwa kulifikiria ni namna gani unavyotembea na Mungu, ni jinsi gani unaitendea kazi wokovu uliopata kupitia nguvu za damu ya Yesu Kristo, kwa sababu hakuna ambaye angejiokoa na kujitenga kabisa na hukumu isipokuwa Mungu mwenyewe. Alitoa msaada wake kwa upendo wake ambao hauna mipaka. Kwa hiyo akamtoa mwana wake Yesu Kristo, akaja na kuleta ukombozi kwa ajili ya maisha yetu. Kwa hiyo katika mojawapo ya ushindi ambao tumeupata ni kwa njia ya damu ya Yesu Kristo, mwana wa pendo la Mungu. Tunamshukuru Mungu kwa neema hii ambayo ameiweka kwenye maisha yetu. Alafu kwa jambo la pili, mpendo katika Kristo, ni jambo kuhusu ushuhuda. Ushuhuda ni kitu ambacho kimepitikana, ni kitu ambacho kilipitikana kia kuchangaza, na kitu ambacho hakiwezi kikaeleweka kabisa kwa urahisi, wala kuchunguzwa kwa mambo ya kibinadamu, yaani kwa akili za kibinadamu kabisa haziwezi kueleweka. Kwa hiyo ni mambo ambayo huwa yanapita akili, yanapita ufahamu. Ni kusema kwamba ushuhuda ni kile ambacho kinatengenezewa kupitia mapito ambayo mtu huwa ameyapitia. Kwa hiyo kulingana na ushuhuda, kuna wale ambao walitengeneza ushuhuda mbaya ambao alisababisha watu kuwastaajabia na kushangaa kwa mabaya ambayo waliyafanya, nayo yanaweza pia yakawapa jina kulingana na kile ambacho walikitenda na kukifanya. Pia unaweza ukatenda mema kupitiliza na ikakujengea kitu kipya ambacho kitakachosababisha kukupa jina, nacho kikabaki kama kumbukumbu na kikawa kwako kama ushuhuda. Kwa hiyo mpendo katika Kristo, ushuhuda ambao huwa tunayaongelea mahali hapa ni ushuhuda wa watu wa Mungu, ni ushuhuda wa wale waliochaguliwa na Mungu, ni ushuhuda ya wale walioitwa na Mungu. Biblia inasema ya kwamba hawakupenda maisha yao hata kufa. Inaonekana kwamba wamepitia vitu ambavyo Mungu amewapitisha katika njia ambayo yamejaa miiba, katika njia ambayo yamejaa michongoma. Alafu sasa yale maumivu na vitu ambavyo huwa walikutana navyo
kwenye hali ya maisha, vile vyote viliwapelekea wasipende maisha yao hata kufa. Nisikilizeni kwa makini tafadhali, ninawaomba popote pale ulipo, na kusii kwa rehema za Mungu, tega sikio lako na kusikiliza maneno ya hekima ya Mungu kwa watu wake. Mpendwa katika Kristo, ikiwa umeokoka na Mungu ana mpango na wewe, tambua kwamba ni lazima upitie changamoto na majaribio ya kutosha, maana Mungu pekee anajua anakuandaa kwa kipi. Hiyo haikwepeki, maana ni njia anayoitumia Mungu kwa kukomaza na kuwakamilisha watu wake. Kumbuka kisa cha Yusufu. Mpendwa katika Kristo, kabla ya kuinuliwa kwake alipitia mambo magumu sana, mara kutengwa na ndugu zake, mara kukataliwa, mara kusingiziwa, mara kuwekwa ndani ya gereza, mara kudharauliwa. Kumbuka haya yote, mambo yote ambayo Yusufu aliyapitia huwa yalikuja kwa ajili ya ile ahadi ambayo Mungu aliahidi, yalimjia kwa ajili ya hiyo nafasi ambayo Mungu alimuandalia kumweka na kumsimamisha. Kwa hiyo mambo kama na haya yalikuja kwa ajili ya kumfinyanga, ya kumponda ponda, ya kumweka kabisa kwa usawa, ile takapofikia hiyo ahadi ya Mungu na vile vitu ambavyo Mungu amemwandaliwa, awe na nguvu ya kukabiliana na kukua katika ile ambao Mungu alihitaji awepo pale. Mpendwa katika Kristo, kumbuka hata Daudi ambaye ni mfalme, kabla hajaitwa katika na kuingizwa katika nyumba ya kifalme, kumbuka kwamba alikuwa akipakwa mafuta. Ni hapo ambapo alishimikwa na Mungu kuwa mfalme wa Israeli, lakini kabla ya kutimia kwa kutawala Israeli, kuna baadhi ya mambo, kuna baadhi ya changamoto, kuna baadhi ya mateso na shida huwa alikutana nazo, na yale yote yalipelekea kumpata, kwa sababu kadiri changamoto, kadiri majaribio yanakuwa kwa kiwango cha juu, ndipo ambapo Mungu pia anakuandaa kwa mambo makuu zaidi. Mpendwa katika Kristo, kumbuka namna gani Daudi kabla ya kufikia ufalme, na namna gani aliteseka kwa ajili ya ufalme. Hata alipokuwa katika kiti cha ufalme, kuna baadhi ya mambo alikutana nayo, kuna baadhi ya vita vikubwa ambavyo alivipigana hadi uzeeni wake, lakini katika hayo yote Mungu alikuwa akimwandaa Daudi kusimamisha ufalme wake wa kudumu milele. Kumbuka kwamba ukoo wa Daudi ndipo Bwana wetu Yesu Kristo alitokea. Kwa hiyo akaitwa mwana wa Daudi, kwa sababu Mungu alitumia njia hiyo kwa kumkomaza Daudi na kumweka katika hali ya kuwa na moyo mkuu wa kukabiliana na mambo magumu, na kuweka hekima ambayo itakayosababisha kumiliki vitu vya Mungu na kuvitumia kwa umakini kama Mungu alivyokusudia ndani yake. Mpendwa katika Kristo, hawa wote walipitia hiyo njia. Hata Noa mtumishi wa Mungu aliitwa. Kumbuka kwamba aliitwa katika mazingira magumu sana, ambayo watu walikuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa,
walishiriki kila namna ya uchafu na kumchukiza Mungu. Lakini huyu ndugu mpendwa ambaye anaitwa Noa alijikabidhi na kujitenga kabisa na kumtafuta Mungu na kutafuta uso wa Mungu. Ndipo Mungu alipoona moyo wa Yona, Biblia inasema ya kwamba Noa akapata kibali, Noa akapata neema machoni pa Mungu. Kwa hiyo Mungu akamwambia Noa ajenge safina. Biblia inasema pale ambapo Noa alijenga safina haikuwa pembeni ya bahari, hapana. Biblia inasema hivi, ilikuwa nchi kavu. Lakini kumbuka kwamba mateso ambayo Noa aliyapata hapo yalikuwa mateso makubwa, kwa sababu alizarauliwa kwa kile ambacho alikuwa akikifanya. Maajabu ambayo watu waliyaona kwamba anajenga safina mahali pakavu na mahali pasipokuwa na kisiwa chochote kile, lakini kile ambacho Mungu alikiona kwa Noa lilikuwa jambo kabisa lililompendeza Mungu, na kwa kuwa Mungu alikuwa akimwandaa kwa kuanza kizazi kipya naye. Kwa hiyo Noa alikabiliana na majaribu mazito, alikabiliana na matukano, alikabiliana na matusi, alikabiliana na kutengwa, alikabiliana na kila kitu ambacho kingemfanya akate tamaa, kingemfanya asijenge safina, kingemfanya asiitii sauti ya Mungu. Lakini kwa ajili ya kutii akakamilisha kile ambacho Mungu alitaka akifikie. Kwa hiyo ndugu mpendwa, hata Yefta naye alikutana na janga, hata Ibrahimu alikutana na janga, hata Yakobo alikutana na janga, na wale wote walioitwa na Mungu waliopitia hayo yote, waliyapitia haya yote. Ila kumbuka kwamba Mungu ana uwezo wa kuwafanya hao wanaokunyima amani wakawa watumishi wako baadaye. Basi unapoombea jambo siku za kutosha bila mafanikio, tambua kwamba kuna hekima ya Mungu inayotumika hapo. Kwa hiyo usingangane. Kumbuka kwamba pale ambapo Mungu anataka ukue, ndipo baraka na mafanikio na kuinuliwa kwako kupo. Mungu anachokihitaji kwako ni kubaki mwaminifu kwake. Ni haya yanayotofautisha Wakristo na wapagani, yaani hao wasiomcha Mungu, kwa maana kile ambacho shetani anakitoa humfanya mtu kujaa kiburi, majivuno, manyanyaso, chuki na kuwakosesha wengine. Ila kabla Mungu hajatoa kile ambacho amekusudia kukupa, ni lazima kwanza akuandae, kwanza aandae mazingira itakayofanya ikomeshwe kiburi ndani yako na majivuno na kukosesha wengine. Maana nia ya Mungu ni kukubariki, na ni kwamba wewe pia uwe suluhisho kwa wengine kwa kile ambacho Mungu atakacho kupatia. Mpendo katika Kristo, tukisoma hata kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 8 mstari wa 2, Biblia inasema, nawe utaikumbuka njia ile yote Bwana Mungu wako aliyokuongoza miaka hii 40 katika jangwa, ili akutweze kukujaribu kuyajua yaliyo moyoni mwako, kwamba utashika amri zake au sivyo. Amina. Biblia inasema hivi, kusudi la Mungu kuwajaribu watu ni kujua kile ambacho kinakuwa ndani ya moyo wako, kwa sababu unaweza sema ya kwamba nampenda Mungu, lakini unapopitia changamoto huwa inakamilisha upendo wako. Ni
inakuwa kwa kiwango gani? Mpendwa katika Kristo, Biblia inasema ya kwamba Mungu akawapitisha ndani ya jangwa ili kujaribu na apate kuyajua yaliyo moyoni mwao. Mpendwa katika Kristo, maandiko matakatifu yanasema hivi: Mungu akawajaribu ili apate kugundua kile ambacho kimewekwa mioyoni mwao. Mpendwa, Mungu anapokuandaa na kukutayarisha kwa ajili ya mambo makubwa, najua ya kwamba kila mmoja kuna kile ambacho anakihitaji kutoka kwa Mungu. Kila mmoja ana mahitaji ambayo anakuwa nayo kutoka kwa Mungu. Sasa wapendwa katika Kristo, kitu ambacho utakacho kielewa na kukifahamu ni kwamba Mungu huwa anatujibu kwa wingi, si kulingana na vile tunavyoomba, lakini anajibu zaidi tuombavyo, kwa sababu Mungu ni Baba na Mungu ni mkuu. Kwa hiyo Mungu anapokujibu huwa anajibu kwa ukuu zaidi. Ndio kwa maana Biblia inatufundisha kwamba Mungu ili atujibu lazima kwanza aandae nafasi ambapo yale mafanikio yatakapofikia. Lazima aandae mioyo yetu kwa kupokea kile ambacho atakachotupatia. Kuna wengi ambao huwa wanaomba kulingana na tamaa yao wenyewe, wengine ambao wanaomba vitu ambavyo havijakamilishwa kabisa wao kuyamiliki, kwa sababu kuna vile ambavyo unaweza ukaviomba kulingana na uchanga ulio nao kiroho na vikakupelekea kufa kabisa. Kuna vile ambavyo unaweza ukavilomba na vikakunyima amani. Kuna vitu vingine ambavyo unaweza ukaviomba na vikakupelekea kuishi katika maisha ya hatari kabisa. Lakini Mungu aonaye yajayo anatambua kile ambacho unachokihitaji kwamba kiaweza kikasababisha jambo fulani ambalo halitakuwa njema kwenye maisha yako. Kwa hiyo analeta vitu ambavyo vitakuandaa kwa ajili ya kupokea kile ambacho kinaweza kikasababisha kuyajibu mahitaji yako. Mpendwa katika Kristo, kumbuka kuna wale waume wakipewa mafanikio huwa wanajifanyia wanawake zaidi ya moja. Kuna wanawake ambao vile wakifanikiwa huwa wanadharau waume wao na kuharibu ndoa zao. Ndio maana lengo kuu ya changamoto si kwa kukuangamiza, bali kwa kukuimarisha ili upate hekima na ya kukabili mafanikio ya baadaye. Wapendwa katika Kristo, Mungu awabariki kwa leo. Amen.